wa aklu riba, na kula riba. Wengine wanasema at-taamulu birriba, kuamiliana kwa riba. Hadithi imetaja kula kwa sababu ndio ghalibu. Watu wengi hufaidika kwa mali za riba kwenye kula, ndio starehe ambayo wengi huipenda, lakini haina maana kwamba mali za riba zinaishia kwenye kula tu. Wengine wanajengea wakaishi katika maskani za riba, wengine wananunua vipando wakaendesha vipando vya riba, wengine wanaolea wanawake wakatoa mahari za riba wakaishi na wanawake waliowaoa kwa mahari za riba. Almuhimu, katika madhambi makubwa ni aklu riba, ni kula riba. Riba kwa sampuli zake mbili, riba al-fadl, ima ikawa ni riba ya ziada. Kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba, kila mkopo. Kanuni hii wameitoa Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba, kila mkopo ulioleta manufaa kwa mkopeshaji, hiyo ni riba. Asili ya mkopo kwenye Uislamu ni mlango at-taawun na ni mlango al-birr wal ihsan. Mikopo katika Uislamu ni mlango wa kusaidiana na kufanyiana wema. Kama unavyoona kuwazimana, niazime jembe lako bwana, takankalime pale, ashukua bwana, hebu nisaidie gari dakika moja hapo, nikachukue mgonjwa wangu hapo. Haya bwana, basi ndio qardh. Nikopeshe bwana, nina shida 10,000, baada ya siku 2-3 nikuletee. Wampa 10,000, baada ya siku 2-3 wakubishe 10,000 yako. Wewe unapata thawabu za kumsaidia Muislamu mwenzako. Ni milango ya kusaidiana. Kukopeshana sio biashara katika Uislamu. Sasa mkopo wowote ambao utamnufaisha anayekopesha, hiyo ni riba. Manufaa yoyote yale, hata kama sio kukuzidisha pesa, ukaweka sharti ya kunufaika kwa lolote. Bwana, hebu niazime hii pikipiki yako, na shida mimi ya usafiri siku 2 hii, sawa? Ukaweka manufaa kama nitakupa hii, lakini kwa sharti kila siku asubuhi mpitie mwanangu nyumbani. Wewe hujasaidia, umeshurutisha manufaa kwa ulichokitoa. Wachona naenda mbali. Au kampa fedha bila ziada yoyote, nikopeshe 100,000, ukamkopesha, baada ya mwezi nitakurudishia 100,000 yako. Naambia sawa, hii 100,000 uchukue, lakini kwa sharti asubuhi uje kudeki dukani kwangu mpaka utaburudisha. Ni riba ya manufaa hiyo, hata kama atarudisha ile 100,000. Kwa hivyo riba ni haramu. Ima ikawa ni riba al-fadl niliyoitaja, riba ya ziada, umekopesha kwa ziada, umekopesha 2 uletoe 2.5, au ikawa ni riba nasia, riba kwa sababu ya an-nasia, kuchelewesha. Sisi tumeambiwa vile vitu vyenye kuingia riba vilivyotajwa, adhabu bidhahabi walfiddati bilfidda, mfano dhahabu kwa dhahabu na fedha kwa fedha, ni vitu vinavyoingia riba. Kwenye kuamiliana sisi natakiwa tuamiliane kwa vitu hivi, yadan biyadin, mkono kwa mkono, sawa eh? Nakupa dhahabu na mimi unipe dhahabu, sawa eh? Tumemaliza biashara. Nakupa fedha, unipe fedha. Lakini ukisema kama unaofanya kwenye biashara za fedha katika mabiuro haya,
wanafanya fedha kwa fedha. Nakupa dola yangu kununua fedha ya Tanzania mathalan nikikupa dola yangu na unipe pesa yangu ya Tanzania hapo hapo, sio niachie hizi dola kesho upitie hizi fedha zinaingia riba, yatakiwa hapo hapo mkono kwa mkono. Kwa hiyo kuna riba nyingine inapatikana, si kwamba umemuongezea mtu ziada, lakini umemcheleweshea, hamjapeana mkono kwa mkono. Wewe umepokea, lakini mwenzako umempa baada ya masaa mawili au baada ya siku mbili, inaitwa riba nasia. Ala kulli hali, kwa sampuli zote za riba ni katika madhambi makubwa yenye kuangamiza. Wa akulu riba, na kula riba, na hapa panahitaji maelezo mengi sana.